ni uongo. Alimnyoshia kidole Idi Amin. Idi Amin alimuua. Baada ya damu kumwagika, utawala wa Idi Amin ulianguka, haujasimama tena. Nchini Afrika Kusini, wale wakandamizaji wa ubaguzi wa rangi waliwanunua baadhi ya maaskofu. Maaskofu wakawa wanaimba na kubariki utawala wa ubaguzi wa rangi, wakisema umetoka kwa Mungu. Sawa na Tanzania, kuna baadhi ya viongozi wa dini ambao wanafikiri hii hali ya kuua tuiache iendelee kwa sababu waliopo ni mamlaka yetu kwa Mungu. Nataka kuambia hakuna mamlaka yetu kwa Mungu inayohusu mwagaji damu, inayohusu kuua watu, inayohusu kupoteza watu. Sisi Wakristo tunasema ibada kuua watu na kumwaga damu zisizokuwa na hatia ni ibada za kipepo, ni ibada za shetani, hazistahili, zinatakiwa kupingwa. Wakati kule ubaguzi wa rangi wamemfunga jela Nelson Mandela kifungo cha maisha yote Sisulu, wakamuua Steve Biko. Mungu alimuinua askofu mkuu Desmond Mpiro Tutu, akavaa joho jekundu, aliandamana kila mahali, akaangusha kila mahali. Utawala wa ubaguzi wa rangi ulianguka, haujasimama tena. Nchini Tanzania, wakoloni wa Kijerumani watutesa, wakoloni wa Kiingereza watutesa. Mwalimu Nyerere anafundisha sekondari. Mungu alimuinua padri wa kanisa Katoliki Father Welsh. Alimuita Mwalimu Nyerere, akampa siri ya kudai uhuru bila kumwaga damu. Mwalimu Nyerere akajiuzuru Pugu, akazunguka Tanzania nzima, akaenda mpaka Umoja wa Mataifa. Tanganyika ikawa nchi ya kwanza kupata uhuru bila kumwaga damu kusini mwa jangwa la Sahara. Kanisa lilikuwa sehemu ya kupigania uhuru. Sasa umeibuka ushenzi katika nchi, ushenzi wa